Iran inazidisha mashambulizi katika taifa la Israel. Sasa imeshambulia jengo la balozi wa Marekani katika taifa hilo la Israel. Kombora la Iran limegonga jengo la makazi linalotumiwa na balozi wa Marekani huko Yerusalemu, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti siku ya jana Jumapili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema hakuna majeruhi kwa wafanyakazi wa Marekani katika jengo hilo, lakini pia hakukuwa na shida yoyote ambayo imewakumba licha ya kwamba jengo hilo limeharibiwa. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje alisema katika taarifa yake kwamba uchafu ulikumba eneo la makazi kufuatia kuzuiliwa kwa kombora hilo. Marekani inalaani vikali mashambulizi ya Iran na wanamgambo wa kigaidi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya miundombinu ya kidiplomasia, kijeshi na ya kiraia katika eneo hilo. Msemaji huyo alisema kombora la Iran lilishambulia Israel kufuatia mashambulizi ya makombora yanayoendelea yanayofanywa na Iran hadi katika ardhi ya Israel. Visa kadhaa vya kuanguka kwa makombora kutoka kwa mizinga inaripotiwa kila kukicha. Hata hivyo, kombora hilo la Iran limeshambulia makazi hayo na kwamba bado wanaendelea kufanya tathmini, lakini pia ikiaminiwa kwamba makombora ya Iran ni makombora ambayo ni ya vishada wakati huu, kwamba kombora moja lina makombora madogo madogo ambayo wakati ambapo mifumo ya ulinzi wa anga inataka kuzuia, makombora hayo yanachomoka na hatimaye kufanya mashambulizi katika maeneo mengine. Watu kadhaa wanadaiwa kujeruhiwa wakiwemo raia watatu wazee, kulingana na huduma ya dharura ya Magen David Adom nchini humo Israel, ikisema kwamba wanaume wawili walitibiwa majeraha madogo kufuatia kurushwa kwa kombora hilo. Mwanaume mmoja katikati mwa Israel alihamishwa hadi hospitali akiwa katika hali ya wastani baada ya kujeruhiwa na vipande vya vioo wakati wa shambulio la kombora. Bado kumekuwa na mkanganyiko wa utoaji wa taarifa kati ya Marekani na Israel. Israel inadai mara nyingi kumekuwa na majeruhi na kwa upande wa Marekani, hasa wakati huu baada ya kushambuliwa kwa jengo hilo la ubalozi la Marekani, ni kwamba wao wanadai hakukuwa na madhara yoyote, lakini huduma ya dharura Magen David Adom inasema watu watatu wamejeruhiwa vibaya na kwamba wanaendelea kupata huduma za dharura na bado wanaendelea vizuri. Basi sisi kazi yetu ni kukujuza yote ambayo yanajiri, lakini kimsingi utoaji wa taarifa kutoka Israel pamoja na Marekani umekuwa ni mashaka mno, kiasi kwamba taarifa zinazotolewa zimekuwa ni za propaganda zaidi, ikizingatiwa kwamba huu ni wakati wa vita. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Tutaendelea kukujuza yote haya. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani.